Ninaitwa Cyrus Aziz Ochieng. Mimi nimezaliwa Kisii, na jinsi ambavyo ameuliza, mimi nina mpenzi huyu hapa anaitwa Sharon Keuku. Na tulipatana na Sharon, hadithi ni ndefu lakini nitajaribu kuifupisha. Tulipatana na Sharon mnamo mwaka 2023 mwezi wa Februari, ilikuwa ni tarehe 16. Na tulipatana na yeye, nilikuwa na rafiki ama ni rafiki yangu hadi leo. Na yeye ni rafiki wake. Kipindi hicho alikuwa amepata ajali barabarani. Sharon. Si Sharon, rafiki. Rafiki wetu alipopata ajali, ikawa nimeenda kumtembelea hospitalini kumpa pole zangu kwamba uwe pole. Katika harakati ya kuzungumza na ndugu ambao tulipatana pale, Sharon akaingia. Hospitali hiyo ina chuo cha kufundisha wale ambao wananuia kuwa madaktari. So Sharon ni mmoja, alikuwa mwanafunzi katika hiyo shule ama college. So ikakuwa nimepatana na yeye pale, pia yeye amekuja kumuona rafiki. So ikakuwa ni kujitambulisha. Kwa pale tunajitambulisha, mkapiga 1-2-1-2. Lakini katika harakati ya kujitambulisha, niliposema jina yangu, kamaona ananongozea rafiki yake, akamwambia huyu ndio ule Azizi tulikuwa tunazungumzia darasani. Sasa nikakuwa na kitu na ring kabel kwa akili yangu. Nini hiyo alikuwa anazungumzia? So ikakuwa ni tumekaa sana kama kawaida, shule na ratiba, so alikuwa amerudi classes. So mimi ndio ikakuwa nimekaa hapo sana. So wakati wa kuondoka ikawa kwamba ni coincidence pia ndo wakati anatoka. Ukaona miondoko yake. Akawa anatoka. Sasa tuko na marafiki hapa pia, tulienda na wao, nikamwambia lakini ule mwanamke anakaa mrembo. Unaona aje nikimwataki pale tuweze kuzungumza. Marafiki wakanipa saiko, waniambia bwana nenda, ako sawa. Na uliona nini hasa? Mimi ukiniangalia mimi kimo changu si kirefu kama chake. So hata of course kazi naelewa. So nilikuwa nikijiambia kwamba katika maisha yangu, iwapo nitaingia kwenye ndoa, unajua unaangalia pale mbele. Ule ambaye mimi nitamtoa ulimwenguni huu anafaa kukaa vipi? Isikuje kwamba tena nimepatana na mwingine kama mimi alafu ikakuwa tunatoa maajabu. Sasa kupata mtu angalau ananizidi kimo, angalau pale mbele mtoto hata akimfanana yeye sina shida. Maana pale mbele muhimu sana. So nikapewa wala akasema iko sawa. Sasa mimi nikaenda pale, kuenda akakuwa amesahau kitu. Nikaona kama ni aibu tena, unajua kuna kaibu fulani kana kushika, unataka kuongelesha mwanadada alafu tena anatoka. Akasema niache nini? Akasema si nishasema kwa wale vijana wakiona ninarudi naona ni kama nimehofia. Akasema hapana, acha njikaze. So ikakuwa ni hivyo, akarudi, nikamwambia sasa nimekuona na nimekupenda, ila ndio tuzungumze vizuri. Naona una haraka, si uniwai namba mimi nikienda hivi na ukienda hivyo mazungumzo itakuwa sawa. 2023 February date 16. Kwa nimechukua namba, akaondoka, nikaondoka. Lakini sasa mimi ikakuwa kwamba hiyo siku sikuwa na haraka ya kupiga. Kulikuwa na mechi ya Manchester na timu nyingine hapo, so mimi ni fanatic wa timu kubwa. So nilikuwa nimeenda kutazama mechi. Sasa kama mechi inaendelea mida ya saa 5 usiku hivi, nashtukia simu. Naambia mimi sasa ndio ulipatia namba hujanipigia, ulisema unapiga na hujapiga. Kwa nangojea. Ikakuwa ni hivyo. Kama inaelekea kuisha tena akanipigia. Acha, nikamwambia sasa wewe lala, acha nikutafute kesho. Katika kupatana ikakuwa ni hivyo. Alikuwa ameniambia like kuna kitu nataka kukuuliza, so mimi nilikuwa nataka hii ni nini ananiuliza. Sasa si nilingoja anipigie simu. In fact nilianza kufikiria nilimpea namba saa 10. Ndio hiyo saa 12 bado. Nilingoja. Saa 4 ndio hiyo.
Nikasema saa hii wacha nimpe maybe 30 minutes ndio nimpigie. Nilikuwa na namba yake. Ikabidi nimempigia, nikamuuliza kuna kitu ulikuwa uniulize. Kuna kwaya nilikuwa naimbanga. So nilikuanga na namba yake. We wanted to invite him. Akuje kuimba kwa event yetu. So nilikuwa na namba yake. Nikamuuliza kuna kitu ulikuwa uniulize. Kimeenda aje? Akaniambia kidogo tu nitakupigia. Saa 5:30 saa 6. Nikasema hebu nimpigie mimi nilale. Nikampigia. Akaniambia sijatoka ball bado. Tuongee kesho. Nikamwambia sawa. Tulipatana 2023 February, tukafanya harusi December 2023. Mbali huu tumefika ndugu, ni Ebeneza, milima na mabonde si tumepita, mateso mengi tumepitia, hakutuacha kamwe tuangamie. Bwana alitangulia njia, yeye alitulinda mitego katuvusha, hata sasa tumesimama. Yeye ni mwema, anaweza yote, ni mwema Bwana, ni mwema. Asingelikuwa yeye ungekuwa wapi leo, ni mwema.